hutaki kuamini, subiri uone. Tuko mwisho. Yaani siku za mwisho mnazokuwa mnazimba ndo mnaziishi nyinyi. Kuna watu wako kwenye hatari ya kufa bila kuoa hapa au kuolewa. Mko kwenye hatari ya Yesu kurudi haujaolewa wala kuoa. Na sasa kuna mikakati mingi ambayo imeshatengenezwa na watu kwenye mataifa yaliyoendelea ya kumtengenezea mlango mpinga Kristo. Wale watu wanaosoma Biblia kama gazeti watakwambia kutakuwa na chapa yenye hesabu ya kibinadamu 666. Ndugu yangu, hakuna chapa. Chapa itakayo kuwepo ni digital technology. Yani unaingiziwa kitu ndo kadi zote ziko. Ukiweka tu mkono hapa tunajua ulizaliwa wapi, una miaka mingapi, kila kitu kinasoma kwenye screen. Hiki kitu kinataka kupitishwa, kudigitalize wanadamu. Mwanzoni itaonekana ni mfumo wa kawaida, ni maendeleo lakini zikienda awamu 2 hadi 3 itakuwa mandatory. Asiyekuwa nayo ataambiwa anatishia usalama wa wenzake na amani ya dunia, ukikataa kuwa na kale ka kitu. Kwa hiyo hautaruhusiwa kuuza wala kununua. Sijui utaishi wapi. Baadaye itaonekana hii space ya watu ambao wamegoma ni watu hatari kwa dunia iliyoendelea. Maana hata wakikutendea jambo lote hatuwezi kuwa track. Kwa watu wote mnapaswa kuwa mnatrackiwa. Sijui nani anayewa track naye sijui anatrackiwa. Ndio utakapojua kwamba mchezo ni wa kishetani. Nani anawatrack wao wanao track? Sio, umenielewa Kwa tunakwenda huko na hiyo dunia inakuja kwa kasi na iko karibu sana. Nchi kama Sweden tayari wameshaanza kufanya majaribio. Japan kidogo. Nchi kadhaa unaweza ukatafuta nchi ambazo the countries that have already started to use microchips. Zipo. Uholanzi, ila sio wote, ila kuna watu wameshafanywa majaribio kama 6-10. Ni sample, wanaona wataishije baada ya mwaka, watakuwa na hali gani baada ya miaka 2. Wakiona wanaendelea sema sasa kumbe iko sawa tu. Ikija kuletwa huku unajua watu wenye rangi nyeusi kila kitu cha mweupe ni sahihi. Watasema ninyi mnakataa kama nani? Mbona watu wote wako hivyo? Mbona mnaleta mmezidiwa sana na dini? Dini imewaingia mno mpaka mnakataa maendeleo. Kwa hiyo sasa ili haya yazuiwe na yacheleweshwe na uamsho ule mwingine wa wokovu wa roho za watu ufanyike, Mungu atahitaji watu kwenye nafasi za maamuzi. Kwa hiyo na huo muda sio mbali, ni mwaka huu. Kwa hiyo ili jambo yeyote